Kwa majina naitwa Judith Mbata, afisa muuguzi katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili katika kitengo cha watoto walioungua na moto. Leo tutaenda kuangalia jinsi ya kumsaidia mtoto ambapo anaungua akiwa nyumbani kabla hajafikishwa hospitalini. Kila mtoto amepata jeraha la moto. Kitu cha kwanza tunatakiwa tumtoe mtoto katika sehemu ya chanzo cha moto. Cha pili, tunatakiwa tupooze ule moto ili usiweze kuleta madhara zaidi. Tunapoozaje? Sehemu aliyoungua unatakiwa uiweke katika maji ambayo yanatiririka, running water. Unafungua bomba, maji yanatiririka, unaweka ile sehemu ambayo ameungua kwa dakika 10 hadi 20. Ikiwa hauna maji yanayotiririka, utachukua maji kwenye beseni na kuchukua ile sehemu aliyoungua na kuizamisha kwenye maji kwa dakika 10 hadi 20. Na kama utakuwa una maji machache, unaweza ukatumia taulo au nguo safi, utaiweka kwenye yale maji, iloe maji na kumfunika katika ile sehemu aliyoungua kwa dakika 10 hadi 20. Ukishamfunika, hautakiwi kupaka vitu vingine katika ile sehemu aliyoungua au kutoboa malengelenge, kwa sababu unapotoboa malengelenge ile sehemu inakuwa wazi, na ikiwa wazi maji yanatoka kwenye kidonda na kupotea hewani na kusababisha mtoto kupoteza maji zaidi. Kwa hatutakiwi kutoboa malengelenge, tunatakiwa tuyaache kwa sababu ya kutunza yale maji yasiweze kupotea zaidi. Na pia tukitumbua yale malengelenge, tunaweza kusababisha bakteria ambao wako kwenye hewa kuingia kwenye kidonda na kusababisha maambukizi. Katika ile sehemu aliyoungua hatutakiwi kuweka kitu kingine chochote. Kama watu wengi wanatumia unga wa muhogo, wengine wanatumia mavi ya ng'ombe au mbuzi kuweka katika ile sehemu, wengine wanatumia majani ya sungura. Unakuta mtu amekaa na hivyo vitu mpaka anakuja kulazwa. Kwa hiyo ile sehemu ina uwezo wa kupata maambukizi ambayo yanaweza kusababisha madhara makubwa zaidi.